السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala na kumtakia rahma mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Leo insha Allah biidhnillahi tabaraka wa ta'ala tutaangalia kisa kingine ambacho cha ukweli kabisa kilichowahi kutokea katika ulimwengu huu wa sasa tunaoishi. Kisa chenyewe anasimulia kijana aitwaye Ali. Ali anasema yeye ni kijana ambaye mwenye ndugu watatu ikiwemo yeye ambaye ni wanne. Wote hawa ndugu wanne walikuwa wanafanya kazi katika sehemu ya kuosha maiti, na kazi hii ya kuosha maiti ni kazi ambayo walioirithi kutoka kwa baba yao, na baba yao na yeye aliirithi kutoka kwa babu yao. Kwa hiyo ni kazi ambayo waliorithishana kizazi na kizazi. Husaini anasema hakuwa mwenye kupendelea au kutaka kufanya kazi katika ile sehemu ya kuosha maiti, kwa sababu ni sehemu ambayo ilikuwa inatisha sana. Anasema ni sehemu ambayo wakati mwingine hata ukiwasha taa bado huwezi kuona mwanga vizuri kutokana na kile kiza kilichomo mule ndani. Sema moja katika masiku akiwa yupo mule ndani alisikia kugongwa kwa mlango wa kuingilia katika ile sehemu ya kuosha maiti. Mlango ulivyogongwa, Ali akaenda katika ule mlango ili kuufungua kuangalia nani ambaye anagonga. Akafungua mlango na akakuta watu wameleta maiti wao aje kuoshwa. Akamuingiza mpaka ile sehemu ya pale ndani, kisha wakamwacha pale. Ali kabla ya kuanza kazi ya kuosha akawaambia twendeni nje. Walipofika nje akawaambia humu ndani sitoruhusu kuingia mtu zaidi ya mmoja, ataingia mtu mmoja tu, kwa sababu kutokana na uzoefu wangu wa kufanya kazi humu ndani naogopea wakiingia watu zaidi ya mmoja anaweza akawa analia, mwingine akawa anataka kumshika, mara mwingine atake kumbusu. Kwa hiyo itaniwia vigumu katika kuitekeleza kazi yangu hii ya kuosha kwa haraka na kwa ufanisi. Kwa hiyo ningekuwa napendelea aje mmoja katika nyinyi, lakini kabla ya kuja ngoja kwanza nitengeleze mazingira, kisha atakuja huyo mtu ili kusaidiana na mimi. Kisha Ali akafunga ule mlango wa kuingilia na akafunga pia mlango wa chooni ambao wa kuosha kule sehemu ambayo hiyo ya kuoshea maiti. Baada ya hapo baada ya kufunga ule mlango akawa amechukua mkasi ili kwenda kukata zile nguo alizokuja nazo maiti alizofia nazo, ili atolewe zile nguo na awekwe juu nguo ambayo ya kumstiri wakati pale anavyomuosha. Akiwa anarudi akakutana na mtu mlangoni pale, akashtuka kidogo. Ule mtu akaanza kumsalimia Ali, akamwambia assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ali akaitikia alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Kisha Ali akaanza kumuuliza yule mtu, wewe ni nani? Akasema mimi ni mpwa wangu huyu aliyefariki. Akasema mpwa wako? Akasema ndio, ni mpwa wangu. Kisha akadakia akasema, je, naweza kukusaidia katika kuosha kwako? Akasema hakuna shida, unaweza ukaja. Kwa hiyo akaongozana mpaka pale. Kisha Ali huyu akamuuliza tena yule, unaitwa nani? Yule kijana akasema mimi naitwa Hussein. Akasema Hussein, sawa, kuna shida.
Kafika mpaka pale, akaanza Ali kukata zile nguo kwa mkasi ili amchojoe kisha aanze kumuosha. Yule Husaini akiwa amekaa pale pembeni akaanza kumuuliza, kwa nini unafanya kwa kupitia njia hiyo? Akasema, na kata hivi ili nitoe hizo nguo kwa urahisi kisha nianze kumuosha. Akasema, okay sawa, kuna shida. Ali akaendelea kuosha huku akiwa anasaidiana na huyu Husaini. Husaini akawa anamuuliza maswali mbalimbali Ali, kisha Ali anajibu kama tulivyoona hapo nyuma alivyomuuliza, kwa nini unatumia njia hii kukata hizo nguo? Kisha baada ya hapo Ali akawa anamwambia Husaini, naomba kitu fulani, anampa. Nipe kiwembe, anampa. Nipe kisu, nipe marashi, anampa. Nipe maji, anampa, mpaka akakamilisha kiasi cha ile kazi yake. Kisha akamvisha sanda yule maiti. Alivyomaliza tukumvisha sanda, huyu Husaini akaaga, akawa anamuaga Ali, anamwambia, vipi, naweza nikaondoka? Akamwambia, hakuna shida, unaweza kuondoka, lakini nakuomba jambo moja, ukifika nje kule waambie ndugu na jamaa waje ndani kwa ajili ya kumbusu na kumwaga mara ya mwisho ndugu yao. Akasema sawa. Kisha baada ya hapo akatoka. Alipotoka Ali akasubiri zaidi ya dakika 5, lakini akaona kimya. Zaidi ya dakika 10 akaona kimya. Akaamua bora atoke mwenyewe nje. Akifika pale mlangoni akaona mlango ule wa kuingilia umefungwa, chooni umefunga. Akajiuliza, sasa huyu Husaini aliingia vipi humu? Lakini hakutilia maanani lile jambo, akalipotezea. Kisha akatoka nje, akamwambia, jamani, twendeni mkambusu marehemu. Lakini mule ndani nilivyokuwa naosha nilikuwa na mtu nasaidiana naye. Akasema, ulikuwa unasaidiana na mtu? Kapitaje, mtu gani? Akasema, anaitwa Husaini. Husaini gani unayemzungumzia wewe? Mmoja katika wale waliokuwa wapo pale, wale jamaa wa yule aliyefariki, wakasema, unamzungumzia Husaini gani? Akatoa simu yake akamuoneshea picha, ni huyu unayemzungumzia? Akasema, ndio huyu. Akasema, huyu amefariki siku 2 zilizopita. Kwa hiyo walipata ajali Husaini na huyu ambaye kafariki leo, lakini Husaini alifariki mapema, kisha huyu akafariki baada ya siku 2 ambayo ndio leo. Sema kumbe hivyo. Kwa hiyo huyu mtu kashafariki. Sasa inawezekanaje mtu huyu aje huku kuja kusaidiana na mimi kuosha maiti? Kidogo akachanganyikiwa, lakini akaingia ndani pale na kwenda kumalizia katika kumbusu yule marehemu, na baada ya hapo akafunikwa na kwenda kuzikwa. Ali anasimulia, anasema baada ya tukio hili kutokea kwake yeye hakuweza kulala zaidi ya miaka 5. Hakuweza kulala zaidi ya miaka 5 takriban, mpaka alipokutana na shekhe mmoja akamuelezea kisa chake hiki. Shekhe akamwambia, yule aliyekujia ni qarini, ni jini ambaye kila mmoja katika binadamu anakuwa yuko naye, ambaye anaambatana naye katika kila hatua. Kwa hiyo yule ni qarini ambaye alikuja, qarini wa Husaini, alikuja kuongea na wewe na kujumuika naye katika kule kuosha maiti. Na mashallah Ali alikuwa ni mtu mwenye kudumu na dhikri ya Allah, kwa hiyo hakupata tatizo lolote, lakini Allah mwenyewe alimhifadhi kutokana na zile dhikri anazozileta, kwa hiyo hakupata na janga lolote. Baada ya kuongea na huyu shekhe, Ali akawa yupo katika amani na akaendelea na maisha yake, na ili tukio likawa limefutika katika akili yake. Kwa hiyo ndugu zangu Waislamu, hivi visa ni visa vya ukweli kabisa. Nini tunajifunza katika visa hivi? Ni mambo haya ambayo yanatokea, tunajifunza vitu vingi. Moja katika vitu tunavyojifunza,
kila mmoja anatakiwa adumu na dhikri ya Allah, mtaje Allah asubuhi na jioni, usiku, mchana. Ukiwa unafanya hivyo utakuwa uko katika hifadhi ya Allah. Allah atakuhifadhi kama tunavyoona ndugu yetu huyu alivyohifadhika. Na haya mambo yanatokea. Watu mwingine unaweza wakaona unaongea na mtu aliyekufa, ni vitu ambavyo vipo vinatokea. Kwa hiyo Allah subhanahu wa ta'ala atuhifadhi kutokana na mambo mbalimbali ambayo ya shari, lakini pia tujalie tupate kila kheri, atufungulie na kila shari atuepushie. Ila huna yakfi wal afwa minkum. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.